Na macha nikusalimie kila fani wangu au kila shabiki wangu ambaye unazidi kufanya kila iwezekanavyo ili Gozen TV tuweze kufika hapa na pale, kwa sababu unajua kama bila nyie hatuwezi tukafika popote. Na mimi kama msatilizi najitahidi kabisa ili niweze kuwafikisha pale mnapokuwa mnataka. Na siku ya leo nimekuandalia kitu kikali katika Gozen TV television yenu ambayo kabisa inasababisha mambo, ambayo kabisa hii television inapatikana katika jijini Gitega au mjini Kitega, ambapo kabisa ndo makazi yetu. Kila siku tunakuwa update na ni kitu ambacho kabisa nyewe mafans wetu mnatupendea. Na kuwa ni najitupa hapa na pale ili kabisa furaha yenu ni kusanye. So kwa siku ya leo naweza nikakwambia kama nimekuandalia kitu professional ambacho ni kitu kabisa kila mtu atajivunia au kila mtu atasema kabisa msatirizi leo umetugusia kunako. Leo umetufikia katika pale ambapo tulikuwa tunajifikiria muda mrefu sana ili tuongelee kitu kama hichi. Naweza nikakwambia kama leo nimetaka kabisa nimzungumzie msanii mkubwa ambaye kabisa anajulikana kwa jina la Rayvanny au Vanboy kutoka katika lebo kubwa ambayo iko nchini Tanzania, hapo nchini jirani Tanzania, ambayo kabisa WCB kama mnavyojua ni lebo ambayo inamiliki wasanii wengi tena wakubwa, akiwemo Diamond Platnumz akiwa ni CEO wa hiyo lebo kubwa ambayo inapatikana katika nchi jirani ya Tanzania. Vile vile katika WCB kuna Mbosso kabisa ambaye na yeye ni msanii mkubwa sana ambaye anajulikana katika nchi kama vile zote barani Afrika au katika zile nchi za ugenini kule USA au Europe au Asia au katika nchi mbalimbali ambazo zinapatikana katika ulimwengu wa dunia. Acha kwanza nikwambie kama huyu mwingine msanii mkubwa ambaye anamilikiwa katika lebo kubwa ya WCB anakuja kwa jina la Lava. Na huu ni msanii kabisa ambaye anafanya kitu kizima, na ni msanii kabisa ambaye nikikwambia ambaye akitoa track, ambaye akitoa mzigo kila mtu anakuwa yuko tayari kusikia mzigo ambao anakuwa ametoa. Nikwambia kwa tena kama Zuchu, msanii mkubwa wa kike kutoka kule Zanzibar, na ni msanii tena anamilikiwa katika lebo kubwa ambayo inapatikana kule Tanzania. Zuchu huyu ni inavyosemekana kama ni mke wa Diamond Platnumz, lakini takufanyia uchunguzi katika kitu kama hicho. Hivi nilikuwa nakwambia kwamba niko nazungumzia katika wasanii ambao wanamilikiwa na lebo kubwa WCB. Nikisema ambaye kabisa hiyo WCB, ukisikia WCB unamsikia huyu Mondi, Chibu, Zombie. Haujui? Huyu Zombie, huyu Diamond Platnumz, yeye kabisa ni gumzo. Nimeshamuongelea mara nyingi kibao, lakini siku ya leo nakuja kumzungumzia huyu msanii Vanboy ambaye hivi punde katika siku chache tu atakuwa amewasili katika mji mkuu wa Bujumbura nchini Burundi. Kwa hiyo kabla ya kuongea mengi sana kuhusu show itakayofanyika jijini Bujumbura, acha kwanza tumjue huyu Vanboy ni mtu gani. Nikwambie kwamba Rayvanny kabla ya kuja au ujio wake alikuja kwa jina la Raymond, ambapo kabisa hicho kipindi ndicho katoa muziki tofauti kama huu muziki wa kwetu na ni muziki ambayo kabisa ulimsababisha Raymond ajulikane hapa na pale kutokana na huu muziki mkubwa ambayo kabisa alitoa katika hiyo lebo ya WCB. Baada ya kuitwa kwake Raymond akaja na jina jipya tena, jina ambalo hata sasa hivi ndo jina lake ambayo ni Vanboy. Na Raymond nikwambie Raymond au Rayvanny ni Mnyakyusa, ndo kabila yake, na Rayvanny au Raymond ambaye kabisa anatambulika kwa jina la Rayvanny alizaliwa tarehe 22 Agosti mwaka 1993. Na ni mwimbaji mtunzi wa muziki wa kizazi kipya kutoka Tanzania, kama nilivyokuambia kama ni Mnyakyusa. Na alizaliwa tarehe 22 Agosti mwaka 1993. Na nikwambie kwamba huyu msanii mkubwa Rayvanny alizaliwa katika mkoa wa Mbeya. Na jina la kuzaliwa anaitwa Raymond Shaban.
pia na ni msanii ambaye anajulikana katika jina lake kubwa la Rayvanny. Na baada ya miaka takriban mingi na acha nikwambie kama baada ya miaka mingi takriban mingapi hivi, ambapo kabisa nakumbuka kama Rayvanny alikuja na pamoja na Mbosso na pamoja na Diamond Platnumz, na hicho ndio kipindi kabisa ambacho naweza nikakwambia Rayvanny ni mishoka wa siku akuja, na huo ndio ulikuwa siku ya kwanza kuja hapa nchini Burundi. Na leo hii mwa hizi siku nimetaka kwanza nikwambie kwamba hivi karibuni, mwa hizi siku karibuni atakuwa amewasili katika mji mkubwa wa Bujumbura hapa. Siku ya leo nimeanza kukwambia kama hii itakuwa ni show kali sana ambayo itafanyika hapa nchini Burundi kule jijini Bujumbura, ambaye Rayvanny atakuwa amewasili katika pale Hotel Source du Nil. Nakwambia patachimbika. Na hii show nikwambie kama iliandaliwa na DJ Fanny 257, ndo mtayarishaji au ndo mtu ambaye kabisa aliandaa hii show kali ambayo itakuwa imemleta msanii mkubwa toka kule nchini Tanzania. Na nikwambie kama hii show ambayo itafanyika tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2024, ambapo kiingilio kitakuwa ni elfu 10 tu. Nikwambie kwamba hii show itakusanya wasanii wengi wakiwemo huyu Mr Champagne, Double J, Kilikuwa Akili, Lino G, Arvin Smith, Achillian, Sapologano pamoja na Kingolongolo, bila kusahau Wizzy Designer. Na nikwambie kama hao wasanii wote wataperform katika hiyo show kubwa ambayo itafanyika pale Hotel Source du Nil. Na kiingilio itakuwa ni kama tu bure. Kiingilio itakuwa ni shilingi 10,000 tu. Lakini pale katika VIP pale kiingilio sijui kitakuwa shilingi ngapi. Na kama unavyojua kama show kubwa kama hizi zinakuwa ni show kabisa ambazo zinakusanya watu wengi. Nikwambie kama ticket hivi zishaanza. Nikwambie kama ticket usipoinunua mapema zitakuwa zimepungua, zitakuwa zimeisha. Acha basi nikwambie hii show ni show kali kabisa ambayo itakuwemo msanii mkubwa. Kuna mtu ambaye anapenda muziki ambaye hamjui Rayvanny, Vanny Boy. Sidhani kama kuna mtu ambaye hamjui Rayvanny, Vanny Boy. Huyu kijana nikwambie kama tangu aanze kuimba ni mtu kabisa ambaye alianza kupendwa na watu wengi, wakiwemo watoto, vijana, wazee. Kila mtu alimpenda sana au kijana kwa sababu kutokana na sauti yake nzuri, na ni mtu ambaye akiandika muziki kabisa baada ya kucheza unasikiliza kwanza. Nikwambia kama Rayvanny ni mtu ambaye ana sauti ya mayai wala usidishi. Alishaandika nyimbo nyingi sana zikiwemo zikiwemo kama huu muziki wake wa kwanza. Kuna muziki ambao Rayvanny na ni muziki ambao alianza kuimba ulikuwa kama muziki wake wa kwanza au ile muziki yake mpya ambayo alianza kuimba alipoingia katika game la muziki. Huu muziki ambao ulikuja kwa jina la Kwetu. Huko kwetu. Jamani, nikwambia kama ule muziki hata mimi ulinigusa. Ule muziki hata mimi niliusikia kabisa, nikasema huyu kijana aliandika story ya mimi, aliandika story yangu au aliandika story ya jamaa yangu. Hakuna mtu kabisa ambaye hakuguswa na ule muziki wa Kwetu. Vijana wengi pale walijifikiria kwamba labda Rayvanny aliwaimba wao, lakini wasanii wanakuwa na akili nyingi sana, ambaye kabisa anaweza akakuimbia na akakutunzia muziki na wewe ukajifikiria huyu msanii niliwahi kumsimulia historia yangu, mpaka wewe kabisa unashindwa kujua ni kitu gani kabisa, na huyu msanii alijuaje historia yangu, mbona alichokiimba kila kitu alichokiimba ni kuhusu mimi, kuhusu historia yangu. Rayvanny atakuwa amewasili hapa sasa nchini kwetu Burundi. Nikwambia kama bwana, hapo najua kwamba patachimbika kabisa. Najua kwamba patachimbika. Hapo kama wezi washakuwa tayari kabisa. Yaani wameshakalia katika mkono wa kulia ili kujiandaa. Pale panapotokea msanii mkubwa kama huyu na wezi wanakuwa wengi.
Wanaoibiwa wanakuwa wengi. Nikwambie Bujumbura tarehe 5 mwezi wa 5 patachimbika. Ni huu mwaka 2024 pale Hotel Source du Nil. Nikwambie tena kama nilivyokuambia, wasanii wakubwa watakuwemo. Mr Champagne Mr Champagne atakuwa yuko pale, na unajua kama na kitu kipya katika YouTube channel yake. Ana mzigo mkubwa, tena mzigo ambaye kabisa, na nikwambie kama ni mzigo track kabisa ambaye kinapandisha views muda baada ya muda. Bila kusahau akili para tawasha. Unajua ile dogo na tishio dogo, ukimweka katika show yako lazima, hata kama unakuwa unaumwa kichwa, unatoka pale yani kichwa kimepona. Dogo nakwambia siku hiyo patachimbika pale. MC Amipro na yeye atakuwa amewasili pale. Unajua na yule jamaa namkubaligi sana, sauti yake nini, jinsi anavyochangamsha show, unakutana yani kila mtu jasho linamtoka kabisa pale. Nani huyu? Lino G legend atakuwemo. Lino G legend atakuwemo yani pale, sijui lakini anatamani kabisa Rayvanny atoke huko, amefanya collab na msanii wa Burundi kabisa. DJ Fanny, kama ulivyofanya kumleta Rayvanny Vivian Boy, sababisha mambo basi, sababisha mambo. Nanili huyo msanii mkubwa Vivian Boy Rayvanny atoke huko, amefanya collab na msanii wetu wa Burundi. Pale Mr Champagne anakuwa namkubali sana. Mr Champagne yuko macho, bila kusahau Double J msanii wetu wa Gitega. Pale kabisa patachimbika. Double J kiona mdogo wake Kiliku Akili pale patachimbika. Jamani nikwambie, anda hela bro, anda hela jamani, kwa sababu hiyo siku nakwambia patakufa mtu. Jiwazie wasanii kama hao wakikusanywa. Pale Double J yumo, pale Mr Champagne yumo, pale Kiliku Akili yumo, pale Legend Lino G yumo. Pale bila kusahau bila kusahau Arvin Smith mzee wa Ngidi atakuwemo. Na pale ndo papa napendaga Arvin Smith na atakuwemo. Na unajua Arvin Smith anapokuepo kwenye show analeta vitoto vikali, vitoto vya Ngidi kali. Lazima pale patachimbika. Wizi Design sijamsahau na atakuwemo jamani. Hivi hii show hii show kweli patakufa watu wengi sana hii show. Mbona wasanii wakubwa wote walikusanywa? Wote walikusanywa kabisa kwa pamoja ili waje kabisa kuonyesha vipaji vyao. Najua kama hata Rayvanny atasema kama Burundi kweli vipaji vipo. Vipaji nakwambia, vipaji vipo. Mzee wa michano sasa Kingolongolo. Kingolongolo na yata kuwepo pale. Jamani hii show jifikirie, Kingolongolo atakuwepo, Sapologano atakuwepo, Arvin Smith atakuwepo, Achilian udogo naye nikwambie ni tishio. Achilian atakuwepo, Wizi Designer atakuwepo, Kiliku Akili atakuwepo, Mr Champagne atakuwepo, Amipro the MC atakuwepo. Msatirizi nitakuwepo pale, nisababishe mambo. Mtu ambaye atakuwa hajafika ile sehemu ataona matokeo ya show. Jamani, natamani tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2024 hiyo siku ifike, na itakuwa ni siku ya Jumapili. Hakuna kitu ambacho naweza nikashukuru. Mtu kwanza kushukuru sana ni DJ Fanny 257. Much respect to you kusababisha hiki kitu kabisa. Jamani, watu kama hao wanakuwa na wataka sana, nakuwa na wahitaji sana, kwa sababu ndio wanaosababisha industry ya Plus 257 ijulikane hapa na pale. Sapologano atakuwepo, Lino G atakuwepo, Arvin Smith atakuwepo, Achilian atakuwepo, Double J atakuwepo, Kingolongolo, Wizi Designer atakuwepo. Pale sasa mwisho wake Rayvanny ndo afunge show. Na pale watu wengi walijifikiria kwa nini Sadbi hakuwemo?
Kwa nini Sadbi hawakumweka? Kwa nini Big Fizzo hawakumweka? Kwa nini Lolilo mzizi wa jiwe hawakumweka? Ilo swala wengi walijifikiria sana. Lakini kwambie sio wao tu, sio kila siku wao tu. Kwa nini jamani kila siku wao? Acha kwanza basi Sapologano naye asababishe. Hawa watoto wapya hawa wakina Achilian na wao wasababishe kabisa. Vizazi vipya watoto hao wapya tunakuwa tunawahitaji ili kabisa tusiwe tunawasikiliza tu wao wale ma legend wao tu. Hata hao wapya tu tunawasikiliza, tuwe tunawapata basi tupate vionjo vyao, tupate utamu wao. Ndio kitu muhimu ambacho kinakuwa kinahitajika. Basi nikwambie kama siku hiyo ya tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2024 pale Hotel Source du Nil patachimbika sana. Na wengi walijifikiria kwa nini hatukuona msanii wa kike pale. Hata mimi hicho kitu na mimi najifikiria kabisa. Hivi kweli hapa kwetu Burundi hakuna kabisa vipaji vya kike? Estanish yupo. Si yupo jamani? Estanish yupo. Hawa kina nanili, hawa wakina Ines Ragel wapo. Hawa kina nani? Hawa wakina nani wao? Kina Shan Queen wapo. Jamani. Hawa Davis Morales wapo. Hawa kina nani wakina nani hawa? Hawa wakina Vania IC wapo. Ni wengi sana. Hawa kina nani hawa kina nani wakina nani hawa? Hawa kina ni wengi, mbona wengi wasanii wengi wa kike, lakini mbona sijaona msanii yeyote hapa wa kike? DJ Fanny, kwa nini? Show iliandaliwa na mwanamke, lakini sikuona katika wasanii ambao wataperform, sikuona msanii wa kike kabisa akiwekwa katika hii show kubwa. Kwa nini? Na wakati mimi najua hapa kwetu Burundi kuna wasanii wengi wa kike tena wenye uwezo. Tena wenye uwezo kabisa ambao kabisa naweza nikakwambia kama wana vipaji tena vikubwa sana, lakini mbona Estanish sikumuona jamani? Mbona huyu msanii, mbona huyu Shan Queen sikumuona? Mbona Ines Ragel sikumuona? Mbona wengi sana? Mbona wakina Monia Fred mbona sikuwaona? Mbona wakina Mokenzi sikuwaona? Jamani, kwa nini DJ Fanny? Kwa nini? Ikitu waga najifikiria. Wasanii wengi waliwekwa, wakina Lino G, wakina Double J, wakina Wizzy Design, wakina Sapologano, wakina Achilian, wakina Mr Champagne wote wamo. Wakina Wizzy Design, wakina Kingorongolo wamo. Lakini sikuweza kuona msanii wa kike ambaye atashiriki, ambaye ataperform katika hii show ya Rayvanny concert. Hiki kitu sasa mimi nimejifikiria muda mrefu sana, kwa sababu hapa mnamo katika hii show kuna wasanii wangapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Wasanii 9 ambao kabisa wataperform katika hii show. Kwa nini hawakufanya wasanii 5 wa kiume na wengine kama 4 wa kike kabisa, ili Rayvanny na yeye aone kama hata Burundi kuna kina Zuchu. Hata Burundi kuna wasanii wa kike. Kitu kama mimi msatilizini, kitu ambacho kabisa kimeniumiza. Kwa nini vijana tu, wanaume tu, wa kike walienda wapi? Wa kike hawapo? Jamani, DJ Fanny, naomba kabisa kila mtu ambaye ataandika comment aniulizie hili swala. Tuna Estanish, tuna Mokenzi, tuna Monia Frere, tuna Estanish, tuna Ines Ragel, tuna Davis Morales, tuna huyu hapa nani huyu? Mke wake na Sadbi. Mke wake na Sadbi. Jamani, mnikumbushe jina lake. Na yeye yupo. Bernice yupo. Wasanii wengi wa kike mbona wapo, akina Shan Queen wapo. Lakini sikuweza kuona msanii wa kike ambaye aliwekwa katika hii show kubwa ya Rayvanny Vivian Boy. Ili kabisa hata kifika kule WCB kampe habari Zuchu, akamwambia hata Burundi kuna wasanii wa kike tena wenye uwezo. Basi acha nikukumbushe tena kama hii show itafanyika pale Hotel Source du Nil, na itakuwa ni siku ya Jumapili tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2024. Ni huu mwaka ambapo kabisa kiingilio kitakuwa ni 10,000 tu pale jijini Bujumbura, Burundi. Na nikwambie kama
namba hizi kama una swali katika hii nanili, katika hii katika hiki chapa cha show iliandikwa namba. Kama una swali uulize kabisa. Kama hii swali langu, kwa nini wasanii wa kike hawakuwekwa? Ulizeni swali. So Rayvanny atakuwepo, na nikwambie kama Rayvanny ni msanii mkubwa tena, kama mnavyojua, kama huaga siku nyingi anafanya tour kule Europe, bila kusahau kule Marekani tena anapazunguka sana, na wengi sana hujifikiria kama Lino G ataweza kufanya collab na msanii mkubwa Rayvanny. Kwa nini sifanye collab naye? Lino G, unajua kama Lino G ana lebo tena nye hela. Pale lebo ile Wema Entertainment wana hela sana. Hawezi wakashindwa kufanya show na Rayvanny. Hicho ni kitu ambacho najua. Lino G hawezi kuacha kufanya show na collab na Rayvanny kwa sababu ile lebo yake ni kubwa sana. Wema Entertainment ni lebo kabisa ambayo ina hela. Bila kusahau kama Mr. Champagne ni mtu tena anaweza kufanya collab na huyu msanii mkubwa Rayvanny. Nikukumbushe tena kwamba Mr. Champagne ni mtu ambaye alimleta Kajala nchini Burundi, wakafanya show tena wakazunguka kwa hela zake tu. Mr. Champagne Double J na hela tena, kiliku hela wanazo, hawezi akashindwa kufanya collaboration na msanii mkubwa Rayvanny Vivian Boy, na unakuwa ni ushirikiano kwa sababu wanapofanya kitu kikubwa, wanapofanya collab, hiyo collab inaweza kawafikisha hapa na pale. Pia nikumbushe kama wasanii wengi wetu wa Burundi ni watu ambao wanakuwa ni watu wa kujituma sana. Nikumbushe kama Rodiro ni mtu ambaye ameshafanya collab nyingi tofauti na wasanii wa Tanzania, bila kusahau kama alifanya collab 2 na Diamond Platnumz, kafanya collab na 2 tena na King Kiba, kafanya collab tena wakina Omi Dimples, collab na wakina Professor J, collab na wakina Temba, wakina Chege, collab na wakina nani, wasanii wengi alifanya nao collab. Nilikuwa nakupa habari hizi kukwambia kama wasanii wetu wa Burundi ni wasanii ambao wanajituma sana. Wasanii ambao kabisa akisema bwana mimi naamua nifanye hiki, na anahakikisha kabisa hicho kitu anakifanya tena nakifikia. Basi mimi kama msatilizini kwa ninataka basi nikupe habari hii, nikwambie kwamba kabisa tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2024 tukutane katika Hotel Succes du Nil. Patakuwemo wasanii wengi wa hapa kwetu Burundi kama Rino G, Alvin Smith, Achirian, Sapologano, Kingorongolo, Wizi Design, wote watakuwemo, bila kusahau Mr. Champagne. Lakini swali langu ni ile ambayo najiulizia DJ Fanny 257, kwa nini hamkuweka wasanii wa kike ili wa perform katika hiyo show? Na wakati kama nilivyosema, Natasha yupo. Natasha yupo. Tena Shan Queen yupo. Esther Nishi yupo. Ines Rageri yupo. Mokens yupo. Bernice yupo. Monia Frey yupo. Wasanii wengi wa kike wapo. Kwa nini sasa hamkuweka hata wasanii wa kike 2 ama 3 ama 4 ili washirikiane na hao wenzao wa kiume kuweza kuperform katika hii show kubwa Rayvanny Vivian Boy? Swali langu lilikuwa ni hilo. Na wewe kama una hilo swali, tukutane katika comment. Na najua kama walioandaa hiyo show wataweza kutujibu katika kupitia comment. Ni kwa nini hawakuweka wasanii wa kike ili Rayvanny Vivian Boy atakapofika kule nchini Tanzania amfikishie ujumbe Zuchu kwamba hata Burundi kuna vipaji vya kike. Basi acha nitoe shukrani zangu za dhati kila mtu ambaye anatupenda na kila mtu ambaye anapenda sana kutizama Eaglezen TV. Nikwambie tuko hapa kwa ajili yenu. Bila nyie hatuwezi tukafika popote. Mimi kama msatilizi, much respect to you ambaye kabisa unakuwa uko karibu na mimi na huenda ukafanya share ama comment katika vipindi ambavyo huaga na waweke katika Eaglezen TV. Eaglezen TV, Eaglezen TV, we could cry, oh.